Tatizo analotafuta kuitatua yanaweza kama tatizo ya watu wote wawili, ya kwake na ya familia yake. Anataka baba yake, mama yake waishi vizuri, wale vizuri na waendeshe maisha vizuri. Lakini akiangalia mama anaumwa, mama analima kule, lakini maisha ni magumu sana. Kwa hiyo huyu anatafuta namna ya kutatua nini? Tatizo. Lakini Mungu alimwambia huyu, kaa kwenye bustani uitunze na kuilima basi. Usisikilize sauti ya mtu mwingine wa aina yeyote ila mimi Bwana. Huyu akaacha sauti kuisikiliza mimi. Dhambi ikaingia. Kwa hiyo ilipoingia ikampa huyu uhitaji, ikawapa wale uhitaji. Huyu anajua kutatua tatizo. Watendakazi niliwaambia hivi, unapokuwa unatatua tatizo, angalia unaweza kutengeneza tatizo lingine. Na wewe ndivyo ulivyofanya. Kwa hiyo huyu sasa anamtafuta huyu mbaba. Achilia mbali magonjwa atakayopata huko. Achilia hayo yote mimi kuzungumzia. Nataka kuzungumzia wapi ambapo shetani anaumiza watu. Kwa hiyo huyu dada kwa sababu ana uhitaji, anakuja hapa kwa huyu baba. Na huyu baba anamtengenezea mazingira sasa ya kumfanya huyu atakuwa anampa kitu kidogo kidogo, sawa? Tatizo linaanza kutengenezwa. Moja, Mungu anaondoka kabisa hapo. Wanabaki wenyewe. Na wakishabaki wenyewe, mlango wa shetani kuingia unakuwa mkubwa. Na shetani anapokuja kwa mtu, nilikufundisha Jumapili kuacha ile ya leo na ile iliyopita. Nikasema kwamba shetani anapokuja kwetu hana nia nzuri, anataka kuharibu, kuchinja na kufanyaje na kuteketeza. Kwa hiyo sasa hapa huyu akikutana na huyu kwa bahati mbaya sio magonjwa, atabeba mimba. Umeelewa eh? Anabeba mimba, kumbuka ana tatizo lingine la mama. Anashughulikia mama. Tatizo likaja lingine la mimba. Alipo hilo tatizo la pili. Tatizo la kwanza hajalimaliza. Anaanza kushughulika na tatizo la pili la nini? La nini? Hapa kwenye mimba, huyu ndani kwetu kanisani ni MP mimba. Labda. Kwa hiyo anaanza kupata picha, AP watamuona na mimba na hana mume, watafanyaje? Sawa eh? Atakachopanga sasa, anatengeneza tatizo kwa kufanyaje? Kwa kutatua tatizo la pili, anatoa mimba. Sawa eh? Ametatua tatizo la kwanza la nini? La mimba. Lakini ametengeneza tatizo lingine la nini? La kutoa mimba. Dhambi inaendelea. Hairudi nyuma, inaendelea. Dawa alizotumia kutoa mimba ni kemikali kali. Ukitaka kufahamu zile kemikali zilivyo na uzito, nenda kawaambia wao madaktari wa play ile video moja inayoonyesha jinsi watu wanavyotoa mimba. Wanakuonesha mtoto ameshakaa kwenye mfuko wa uzazi, anavyoisha kiume. Alafu ile mimba inaenda mle ndani. Ukiacha mbali yale makemikali, kuna ile ya kutoa kawaida kwa kuingiza chuma mwilini. Sawa sawa? Kile chuma kinapoingia ndani ya sehemu ya mwanamke, kinakata. Kwa mfano mtoto amekaa amejikunja hivi, anakatwa mguu wa kwanza, anakatwa pengine, anakatwa mguu wa pili. Wanamkata katoto kako ndani kanalia, mama. Unaelewa sasa? Hebu sema baba, naomba utusamehe sana. Lakini yote yale Mungu alimwambia mtu hivi, mimi nakuweka bustani. Hii bustani wako hapa tuko wengi sana. Acha labda kanisani kwetu bado watoto watupo hawa. Watoto mabikira wengi wanajaa mabikira ndani. Lakini kwenye sehemu nyingine tunakaa na wazazi wenye watoto zaidi ya 7, 8 lakini hawana watoto, ila walishaoa watoto. Na wametumia hizo njia. Sasa hizo njia ambazo huyu ametumia kufanya, amekata mtoto, amemkata naumia, analia mama, uko ndani analia lakini mpaka anamaliza. Ametatua tatizo la pili. Sasa huo ukataji unatengeneza tatizo la sijui la 5 au la 6. Kwa nini? Kwa sababu moja, amemharibu mtoto, pili, amekosana na Mungu, na tatu, anatengeneza tatizo la pili. Kile kizazi kinaweza kikakatwa vibaya. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye ndoa, baba mimi sizai, niombee. Tunaomba wewe na kuomba, unajiona kama mchungaji una upako, kumbe upako unao. Lakini sasa alishakata kizazi. Maana yake hapa tutabidi tuingie kwenye maombi ya kufunga na kufanyaje? Kwa kuwa mambo haya
hayawezekani mpaka kwa kufunga na. Kwa hiyo tu sasa shida ni kwamba tutakapokuwa tunaomba huyu apate mimba, sisi hatujui kama alikata kizazi. Kwa hiyo tunaendelea kufanyaje? Maombi yasiyokuwa na macho. Ni afadhali sasa tuwe na maombi ya macho au wewe mwenyewe tuambie kwamba baba, kwa kweli mimi nimewahi kutoa mimba. Ili sasa sisi tujue kwamba huyu anaweza kama amekata kizazi. Tumuombe Mungu atengeneze kizazi kingine, kwa sababu kila jambo linawezekana. Mungu hakuna linalomshindikana. Kwa sababu kama tunaomba huyu azae, si ndio? Atazaaje na kizazi kile ndani yake? Kwa hiyo tutaomba mpaka mtu anazeeka na anazeekea kanisani, tunaona kabisa huyu ilishashindikana na Mungu hawezi. Mungu hakuna jambo linalomshinda, halipo. Mambo yote yanawezekana. Yanawezekana yote. Yote yanawezekana. Kwa hiyo tutaona kwamba jambo limeshindikana. Unaona matatizo yaliyotengenezwa ni mangapi hapo? Na Mungu alishaondoka. Kwa hiyo kanisa linakuwa inaenda kwa utaratibu huo na halijui kwa nini linapita kwenye matatizo. Kwa hiyo likishafika hiyo hatua Mungu hayupo, huyu anakuwa sehemu ya mapepo, majini yanaingia, yanatoka. Yanaingia, yanatoka. Kwa hiyo huyu hataisha matatizo, hataisha. Ndio maana sasa inabidi tumtafute Leina aje awapige, awafungue vifungo. Lakini na penye akiwafungua vifungo vitarudi, kwa sababu maisha yetu ni yale yanafanya mizunguko. Na kuombea leo hiyo hali iondoke kwa jina la Yesu. Hiyo hali iondoke kwa jina la Yesu. Ndio maana narudia kusema tena. Narudia tena kusema. Sifurahii wewe kuanguka mapepo hapa. Amina. Nataka mgeni tu wale wanaotoka huko wanapotumia mafuta upako huko sana, nikija hapa tunawabutua mafuta yanaisha. Alafu unabaki mzuri, unamtumikia Bwana. Lakini kama uko kanisani ufufuo na uzima na unaendelea kuanguka mapepo, mimi binafsi sipendi. Kwa nini sipendi? Inawezekana kuna changamoto ambazo huyu mtu ametokea, ndio maana tutakuja hapa tutafungua. Ndio maana Yesu alipokuja, Yesu siku ya kwanza anapewa madhabahu afundishe, akasema nimekuja kuwafungua maskini. Kwa nini? Akishakuwa maskini hana uhuru mwanangu. Unaweza kuchukuliwa kupelekwa mahali popote pale kwa sababu huna uhuru wa pesa. Unasomesha mtoto uliyempata kwa njia ovyo. Kwa hiyo hakuna, kama hauna maisha mazuri, maana yake uhuru haupo. Ndio maana tuko na watu kanisani ambao ni wa siku zile, maisha ni yale. Ninawaambia ukweli, nyinyi ambao hauna hata magari, hauna hata pesa, Mungu hataki hayo. Uwe unapenda upendi, pote ya mbali. Nimependa hiyo baba. Kama wewe unaishi sasa hivi na miaka zaidi ya 35 na hauna maisha, hauna gari, hauna nyumba, pesa hauna, wewe haumtumikii Mungu.